Yo, mambo vipi? Jason kama kawaida. So, the first year ukikanyaga Gulf, ule mwaka wa kwanza umekuja Gulf, mzee, huwa kuko na changamoto nyingi. Kitambo uadapt haya maisha ya huku Gulf. Kuna vitu vingi sana utavipitia. Ndo sasa utakuja uone sasa maisha yanakupeleka vizuri. Sababu tukizungumzia kuhusu huku Gulf, kuna vitu kama weather. Wajua iko very different na weather ya Kenya. Huku ni desert na munajua tayari weather patterns za desert ni either summer ama winter. Na hizo huwa zinakuwa extreme. Kama ni summer, joto linaenda mpaka 48, 50. Kama ni winter ni baridi. Naona? Na hiyo baridi inapiga kupiga. So, first year ama ule mwaka wa kwanza kuja hivi, mpaka uadapt. Uadapt weather pattern. Uadapt kuwa mbali na familia yako. Sababu umetoka mtaa, umeacha ni familia yako kule. Kuna ile homesick, umekuja huku. Unaona sasa hapa ni wewe peke yako upambane. Ndio utapata marafiki huku, utapata marafiki, lakini kitu ya muhimu ni wewe mwenyewe uwe unaweza ukapambana wewe mwenyewe mpaka uwe unaweza ukawa utaishi hapa Gulf bila wasiwasi wowote. So ukija hivi ule mwaka wa kwanza huwa mtu ako na high expectation. Unapata kama mtu ameambiwa mshahara wako utalipwa 50,000 Kenya shillings. Sasa unakuja huku 50,000. Ushapiga mahesabu tayari pale. Ushapiga mahesabu, nitasave 30,000. Hii 20 nitatuma home. Wajua sasa unapiga mahesabu ya kule Kenya. Sasa nitasave 30,000, 20,000 nita send nyumbani. Umesahau ukija huku, kama uko kwa kampuni, kwa contract, wachana na wale ambao wanafanya kazi kwa nyumba. Wale ambao wanafanya kazi kwa nyumba wanapewa chakula hapo hapo. Wengine hata wanafanyiwa shopping ya hizi essential zao, vitu za kutumia kama ni mafuta nini na nini. Unaona? Achana na hao. Au mshahara wao unaingia kamili, anaweza upangia sasa yeye mwenyewe. Lakini mtu akiwa yuko kwa contract kwa kampuni, unaona, kuna kampuni zingine zinapeana chakula, lakini watakukata katika ule mshahara. Utapewa accommodation, utaishi, utatumia stima, utatumia maji, au utachajiwa. Lakini sasa ule mshahara wako ambao utaupata sasa, haijalishi unalipwa pesa nyingi ama unalipwa pesa kidogo, muhimu ni venye utaumanage ule mshahara wako. Ndio ule mwaka wa kwanza utaona progress kiasi. Lakini usipojua kutumia pesa vizuri, ule mwaka wa kwanza unaweza ukashtukizia hauja save kitu yoyote. Huo mwaka wa kwanza, mwanzo kama umekuja na loan, tuseme ulikopa commission, umeambiwa kama agent amekuambia commission yangu ni 180.
Sasa hii commission zimepanda. Sisi way back huko tulikuja na 100k na ni kitambo, like 7 years ago, 120k commission. Sahii mtu ambaye anakuja huku commission yake ina range hapo labda 160 180, ni expensive. Sasa ku raise 180k uko mtaa kule, lazima utaingia madeni. Hata kama wewe mwenyewe uko na 100k unaweza ukakopa, kama ni 80k ujalize ndio uje hivi. Ukishakuja huku itabidi uanze kupambana na lile deni ulipe. Sasa kama hiyo 180k yote ulikopa, unaweza maliza mwaka huku una service tu hiyo loan, mwaka umeisha hauja save kitu yoyote. Na sasa contract tuseme ni 2 years, umemaliza deni baada ya mwaka, sasa uko na only 1 year kusave. So ndo unapata sana sana ile first time watu wakija hivi wengi huwa wana extend. Kama amepata chance ya kuextend contract, mtu anaweza piga kama ni miaka 3, unaona, miaka 3.5, miaka 4. Sio ati huwa mtu yapenda sana kukaa huku miaka 3 ama 4, ni anaangalia hesabu haingiliani. Okay, nashuka mtaa kivipi? Sio ati unaenda tu mtaa tu sababu unaenda mtaa. Lazima ukiwa waenda mtaa umepiga hesabu, unajua nashuka mtaa na kitu fulani, na naweza nikaenda nikafanya kitu fulani ambacho kita make sense. Unaona, sio ati naenda tu mtaa kwenda salimia watu, kwenda salimia family au unaongea nao kila siku video call, lakini ile muda ambao umekuwa away ni kitu gani ambayo umeachieve? Hata kule mtaa ukishuka, kama hauna pesa mzee, kusurvive itakuwa vigumu. Lazima unatenga ile pesa ya kujua hii nitaenda survive. Kama ni hii miezi 2 ya vacation, hii pesa ndio nitaenda survive. Lakini kama hiyo pesa haukuipangia, hii nitaenda survive, ukifika kule utaona mambo magumu, sababu perception ya watu tu wakisha kuona umefika kule nyumbani, au wanajua wewe uko na pesa. Ukiwaambia hauna pesa haingii akilini. So ni muhimu ujipange. Kama ulikuja huku na cash money, tuseme ulilipa pesa ambayo haukuikopa mahali popote, ulisave wewe mwenyewe, ni pesa yako ukalipa, tuseme ni commission agent, ukaja hivi, well and good. Na ukija hivi pia lazima ufocus. Sababu unaweza ambiwa utalipwa 50k lakini labda kampuni haiprovide chakula, ni wewe mwenyewe utajipikia, vitu kama hizo. Na huku we are dealing with currency ya huku, local currency ya huku, sio currency ya Kenya. Huku ukitoa hata kama tuseme ni 300 ya chakula, 300 hiyo real times 35 Kenya shilling, piga hesabu hiyo ni shilingi ngapi katika huo mshahara wako ambao umeambiwa ni 50,000. Kuna labda kuko na movements fulani, labda unataka kwenda mahali, wajua pia huwezi ati wewe unaenda kazi unarudi camp, kazi camp, labda siku nyingine unataka kwenda mahali fulani, kwenda tembea, pia kurefresh akili. Unaona, ni pesa hiyo. Expectation huwa ziko very high. Mtu akiwa mtaa akiambiwa atalipwa pesa fulani, lakini akifika kwa ground anaweza ona mambo yamembadilikia. Naona, so the first year ukija huku Gulf huwa mtu anapitia challenges nyingi sana. Kitambo awe stable, kuna watu wamepambana na malone, umepambana na weather adaptation,
Naona umepambana na kazi, kuwa experience katika hiyo kazi ambayo unafanya, huwa inachukua muda pia. Naona kama wale ambao wanafanya kwa nyumba, domestic workers, lazima wajue lugha, wajue kuongea lugha ya hawa jamaa. Naona so huwa ni challenging sana. The first year in Gulf huwa iko very challenging. Ukitoboa hiyo hapo sasa huwa uko sawa kabisa. Until next time, peace.